Yo, mambo vipi ndugu wapenzi watazamaji wa channel yetu pendwa. Leo hii tena tupo na exclusive habari kutoka kwa tajiri ambaye anajulikana kwa mambo mengi anayoyafanya hapa Tanzania, hususan ya kuweza kutoa misaada kwa watu, lakini pia leo hii tumekuja kuona vitu vya ajabu ambavyo baada ya kufika kwake, na tutaenda kumhoji mawili matatu ambayo tutaenda kupata habari kutoka kwake ili tuweze kumfahamu zaidi na tuweze kutambua kile anachokifanya. Mr. Playgood, habari yako kwako? Ni salama, naona umetulia, tajiri mkubwa. Niko nyumbani leo na fly kuendelewa na ndugu zangu. Nashukuru. Tulikuwa tuna maswali mawili matatu ambayo tuweza kupata nafasi ya kuweza kukuhoji ili tuweze kutambua. Na swali la kwanza kabisa ambalo nimetaka kujua, baada ya kuingia tu tumekuta mavazi uliyovaa, lakini pia umeweza kuvaa kofia ambayo ina nembo ambayo si ngeni kwa watazamaji, hata kwangu pia. Je, hiyo nembo inamaanisha nini? Naamini hii nembo si ya kuelezea sana. Watu wengi wanaitambua nembo kwa ajili ya nini. Sawa, mimi ni short sio mara kwanza kutembelea. Na nishaelekeza sana hii nembo ya JRT kwamba ni nembo ya chama cha Freemason. Kwa mimi ni mwanachama wa Freemason. Ila na fly ndugu zangu amuogope kunitembelea, na mnaendelea kuja kwa ajili ya kuhamasisha na kuwafundisha watu kitu cha kufanya, kwamba Freemason sio ya kuiogopa. Freemason ni chama kama vyama vingine, ila kwa sababu tu vinaleta utajiri, labda ndio kitu ambacho watu wanaogopa. Alafu kiangalia background ya nyuma ni kwamba chama cha Freemason huwa kinahusika sana kwenye mambo ya kafara. Lakini kwa sasa hizo kafara watu waelimike, kafara sisi hatunaga, tunafanya mambo yetu kisasa, ndio maana tuko kwenye utandawazi. Unaelewa? Okay, tunashukuru kwa kuweza kulitambua hilo, lakini pia wakati tunaingia hapo na wenzangu pale getini tuliona kuna nembo ya nyoka, na tulivyoingia huko ndani kuangalia mazingira kuna baadhi tumeona na nyoka pia, lakini pia tumeona na wanyama wengine wapo ambao si kawaida kwa binadamu kuweza kuwafuga. Hii inamaanisha nini, Mr. Playgood? Hiyo ni mifugo ya kawaida. Mifugo ya kawaida kwa sababu ni nyoka ambao wana mafunzo. Ni kwamba hawezi kumdhuru mtu. Sawa, kwa wanyama ni kama bustani ambayo nimejiwekea kupata ni kifika muda wa kurefresh akili yangu baada ya shughuli zangu, naweza nikatulia kama hivi mmekuta nimekaa huku. So ni bahati yenu kwa sababu sio kawaida yangu kuja kukaa huku sana. Sawa, kwa hiyo nikipata ile muda wa kurefresh unaona mazingira kama nimekaa. Kwa nyoka sio watu hatari, sio nyoka, yani sio mnyama hatari. Okay, sawa. Je, nitaka utujue nyoka hao wanahusiana vipi na utajiri wako? Hawana shida. Ndio maana nasema ni kama bustani ya wanyama. Sio wale nyoka tunaoambia wanatema hela? Hapana. Ndio maana na nyoka wana mafunzo. Yaani kama ndio maana nimetumia neno refresh akili. Sawa, kurefresh akili, ndio maana kuna vitu vingi kama hivi. Unaona huko nyuma kuna bwawa, miti hivyo. So niende tu la kurefresh akili yangu. Ndio maana nikaamua nitafute ile ukubwa ambao Mr. Playgood, tumesikia kwamba unaabudu nyoka. Hili swali lilikuwa linaleta utata mara kwa mara sana, na watu ambao kuna kipindi cha kuja kukuhoji, nakumbuka ukatujibu, lakini ukutujibu kwa kutufafanulia, ni kitu ambacho likikwepa sana. Tunaomba leo jitahidi at least tufungulie, kwa sababu tumeona na tumesikia unaabudu nyoka. Sasa hichi kitu tunatamani, na nyoka tunajua inahusiana na ushetani. Unajua bwana, ndugu mwandishi, utajiri lazima ukubali kusemwa. Lazima ukubali kusemwa. Kwa sababu watu wanajua ndani nimefuga nyoka, na asilimia kubwa wakiingia wanaona nyoka. Hata kweli kuna watu wengine hata kuingia hapa ndani Simolo lipo. Inawezekana likawepo, lakini sio wanavyonifikiria. Ndio maana kwa mfano leo unaona nyani. Kwa mimi naabudu nyani. Unaona mamba pale. Lakini getini hatujaona picha ya nyani, tumeona picha ya nyoka. Yani, vile tunaona nyoka ni kitu ambacho umekiwekea kama kitu special sana. Ni kitu ambacho nimekipenda. Ashumu leo ningekuwa nimeweka picha ya twiga, kwamba mimi nakuwa naabudu twiga. Sasa kwa ni kitu ambacho tunakipenda, nikiwa naona wanapocheza
na enjoy. So vitu pia mambo ya mambo ya swala la utajiri, lazima uweke kitu ambacho kinaweza kumkumbusha mtu hata kuingia ovyo ovyo. Sawa, alafu kiangalia ndio hapo kidogo naona nimeanza kukuelewa. Kwa hiyo maana yake nyoka ni ili watu wasikuingilie ovyo ovyo. Na tayari nishasema inahusika na ulinzi. Na nishasema kwamba mimi naabudu nyoka. Ndugu watazamaji, nadhani tunaweza kusikia yale maswali mliokuwa mnauliza kuhusu Mr. Playgod kuhusu nyoka. Hajataka kutufafanulia, lakini leo anasema ni kitu ambacho mtu hataki kumwingilia ovyo ovyo. Kwa hiyo nadhani kwa hilo kidogo Mr. Playgod kwa leo umetufungukia, lakini kwamba ni defense, lakini hujafunguka vizuri. Hapana, yani lazima uelewe na utambue. Sawa, ndio maana nikuwekea mfano mmoja. Ningeweka twiga pale mlangoni au getini, je, ningesema naabudu twiga? Sema nyoka, kwa sababu ni kitu ambacho kinaogopesha, ndio maana watu wanajua mimi naabudu nyoka. So hata ningekuwa leo pale getini hamna mlinzi, hamna mambo ya nyoka, unafikiri ndani watu wangekuwa pale? Tayari mimi na wanajua mimi ni mtoaji wa misaada. Sawa, kwa watu wengi wanaongoza sana kuja kuomba msaada. Je, ili watu yani kuna muda, ili si nizungumzaje, unajua sisi ni binadamu, kuna muda itakiwa upambanie maisha yako, usitegemee sana ile misaada. Kwa hiyo hata kufanya vile nafundisha mtu kwamba usitegemee sana wewe kupewa msaada. Unajua kupewa msaada, kupata msaada, mtu amue mwenyewe anataka kukupatia msaada, kukupatia wewe, na kwamba ni kawaida kwa ndani ya chama, lakini sasa watu wanaona ni sifa au ni kitu ambacho mimi nimejaribu kwa nini kutoa msaada. Unajua kutoa msaada ni moyo. Sawa, kwa vitu hata vile nafundisha kwamba kuingia ndani ovyo ovyo au kuniingilia ovyo ovyo. Mr. Playgod, naomba niongezee swali kwa ufupi hapo. Ndio. Kuna kijana ambaye ulishawahi kumsaidia, nadhani yule kijana alikuwa ametoka Kongo, lakini baada ya kutoka kwako umemkabidhi fungu la pesa, ndani ya begi ametoka akakutana pia na nyoka pia. Hii imekaaje? Je, ni story au ni kitu ambacho kipo? Ni story. Kwenye mambo ya maisha, ashughulika kwenye maisha yetu ya utajiri. Sasa kwa mambo kama hayo ni kawaida. Hata wewe leo na kukabidhi mali sana sema leo sasa wewe unataka uwe mwanachama mwenzangu na upite katika njia zangu. Sawa, utakapokabidhi tu mali, utakapotoka huko kwenye huu mlango, sawa, ukaenda sehemu ambayo unaishi, kwa sababu yale maisha tayari hawajakuzoea. Sawa, afu kuna unafanya vitu vikubwa ambavyo hata kutarajia ufanye na hawakuwahi kutarajia kwamba utakuja ufanye. Umeelewa? Hawakutarajia ufanye, hawakutarajia kwamba utafanya. Okay, sawa Mr. Playgod, naomba nikukatize kidogo. Kutokana na komenti za watu wengi sana ambazo tumezipata kupitia chaneli yetu, watu wanauliza sana hivi, mpaka sasa hivi unaweza ukawa umeshaweza kusaidia vijana watu wangapi kuweza kuunganisha na chama chenu, au ni watu wangapi ambao kwa kukadiria mpaka sasa hivi umeshaweza kuwasaidia? Labda kuwasaidia, kuwapa misaada au kuwaingiza ndani ya chama, kuwaunganisha ndani ya chama. Kuwaunganisha ndani ya chama kweli ni watu wengi sana. Sawa, ni wengi sana, ni wengi, sina idadi kwa kweli, ila kuna wachache ambao wanakumbuka na wanaonyesha fadhila, wanasalimia, wananipigia simu na pamoja na tempo. So hilo ndani ya kawaida. Kwa fursa za kwa vijana kuweza kukupata pia na wao kuweza kuwabadilisha maisha yao bado ipo? Ipo, tena ipo kubwa sana. Na unapenda kuambia neno gani watu wenye uhitaji? Wenye uhitaji kama akiamua yeye kuja ndani ya chama, karibu, kwa sababu mimi nipo free. Na vile wanampokea kila mtu. Sichagui kabila, sichagui umri, yote ambaye anakuwa tayari kwa ajili ya kupokelewa au kuingia ndani ya chama. Sawa, lakini kikubwa ni kufuata utaratibu na sheria za chama, kwa sababu kila sehemu, naamini kwa mtu mzima ambaye ni mtafutaji na shabiki mazingira mbalimbali, anajua kila sehemu kuna utaratibu. Kwa hata hapa ndani ya chama pia kuna utaratibu. Kwa wanapokuja kuingia ndani ya chama, ajue huko nenda kufuata utaratibu na utaratibu utapewa. Ndio, kwa sababu kuna mwingine anasema leo mimi nataka kujiunga na chama, natamani kujiunga na chama, lakini kufuata utaratibu kidogo kwake inakuwa ni swala gumu. Tunashukuru tajiri kwa kuweza kuyajua hayo. Napenda kuambia watazamaji wetu
Muendelee kufuatilia channel yetu ili kupata exclusive habari ambazo zinatoka sehemu mbalimbali, lakini pia msisahau kuweza kusubscribe ili uweze kuwa wa kwanza kupata matukio kutoka katika channel yetu. Tajiri, tunashukuru kwa muda wako. Lakini pia tunaomba tutapokutembelea siku nyingine, basi usisite kuweza kutukaribisha, kwa sababu walinzi kidogo imekuwa changamoto, na haya masuala ya vitu tulivyoviona humu ndani kidogo vinaweza kutuogopesha kidogo. Okay, karibuni, lakini kidogo mfuate utaratibu, pia kutoa taarifa mnapokuja. Sawa, tunashukuru tajiri. Okay, karibuni. Shukrani.